Habari za muda huu. Leo nitawapitisha katika mfumo wetu wa Automate, ambapo Automate kwanza ni mfumo ambao unarahisisha kuendesha biashara mbalimbali. Mfumo huu utakusaidia wewe kurekodi mauzo ya kila siku, lakini pia mfumo utakufanyia hesabu za faida na hasara, ambapo utaweza kupata rekodi ya faida zako unazozitengeneza kila siku au kila wiki, aidha kila mwezi, au hata ukitaka faida ambayo umeitengeneza ndani ya mwaka mzima unaweza kuitambua. Lakini pia mfumo unakusaidia kusimamia biashara hata kama ukiwa mbali. Kwa pia inaongeza uwazi. Kitu kingine muhimu zaidi, mfumo unakusaidia kumanage stock, kwa maana ya bidhaa zilizopo kwenye biashara yako, kama zinakaribia kuisha au kama zinakaribia kuexpire au zile ambazo zinatoka sana kuliko nyingine, vyote utaweza kuvitambua kupitia mfumo wetu. Lakini pia unaweza kurekodi madeni, na kama una tawi zaidi ya moja unaweza kusimamia ndani ya mfumo mmoja. Kwa hiyo hata kama una maduka 4, 5, yote unaweza kuyatizama kwa kutumia mfumo mmoja. Kwa hiyo bila kupoteza muda, mfumo wetu ulivyo sasa, unakuwa una account ya admin ambaye ndio msimamizi wa biashara, lakini pia unakuwa na account ya mtumiaji wa kawaida. Kwa hapa naingia kwenye hii demo, naingia kwenye account ya admin. Kwa hiyo hapa akiingia naandika taarifa zake, ambapo ni email, pia ataweka na password. Hii yote ni kuongeza usalama kwenye account husika ili sio kila mtu aweze kuingia. Okay, kwa hiyo ukishaingia kwenye mfumo wetu sasa, hii sehemu ya kwanza unayoiona hapo inaitwa dashboard. Dashboard inakuwa inaonyesha summary ya kinachoendelea kwenye biashara yako. Kwa mfano hapo unaona kuna mauzo ya leo, kuna mauzo toka umeanza kutumia mfumo, kuna bidhaa ambazo zipo kwenye stock, zile ambazo hazija expire, lakini zile ambazo zinakaribia ku expire, ambazo zisha expire, ambazo zinakaribia kuisha, faida ya leo, faida toka umeanza kutumia mfumo, jumla ya bidhaa zote zilizopo kwenye stock. Lakini pia ukishuka chini utaweza kuona kuna hizi grafu zinaonyesha trend ya mauzo. Hii pie chart inaonyesha bidhaa zilizopo na ambazo zisha expire. Lakini pia kuna grafu inaonyesha mapato. Lakini pia kuna grafu inakusaidia kulinganisha mauzo ya mwezi mmoja na mwezi mwingine. Hii itakusaidia kujua kwamba mwezi fulani nilifanya vizuri kuliko mwezi mwingine. Kwa hiyo ndio dashboard. Lakini sehemu nyingine pendwa kabisa inaitwa special summary. Special summary pia inakuonyesha summary ya biashara yako kwa muda ule, jumla ya mauzo ambayo yashafanyika, umeingiza shilingi ngapi, jumla ya bidhaa, lakini muhimu zaidi mtaji wa biashara yako. Kwa hiyo pia kuna watu wanafanyaga biashara asijue ana mtaji gani kwa muda husika. Kwa hiyo hapo unaweza kujua mtaji wako muda wowote ule. Okay, lakini pia sehemu nyingine muhimu ni sehemu ya mauzo. Ile ukiwa unarekodi mauzo yako ya kila siku, unakuja hapa kwenye sales. Ukishakuja kwenye sales, una search product. Kwa mfano tuseme unataka kuuza Coca-Cola. Kwa hiyo ukisearch tu itakuja, utaselect. Ukisha select unaweka idadi, tuseme unataka kuuza soda 10, uta confirm. Ukisha confirm inaingia kwenye cart, kwa uta make sale. Kwa ukija hapa sasa unaona kabisa kwamba unauza soda ya Coca, unauza ngapi? 10. Bei inakuwa tayari ipo kwa sababu tunakuwa tushaweka bei ya kununua na kuuzia. Lakini pia kama kuna discount kwa muda huo, either in terms of percent au kiasi, unaweza kuweka discount yako. Kwa baada ya hapo kama kuna discount unaacha, lakini pia kama njia ya malipo unaweza kuchagua mtu amelipa kwa cash au kwa lipa namba. Unachagua njia yoyote hapo ambayo imetumika. Then una sell product. Kwa hiyo ukisha sell, kama una utaratibu wa kuprint receipt, utaprint. Kama una utaratibu wa kuprint receipt, basi utaachana nayo. Kwa hiyo kila ofisi una utaratibu wake. Kwa hiyo tutashuma hapa print receipt. Kwa hiyo hapo unakuwa ushamaliza kuuza. Kwa hata ukirudi nyuma ukaja kwenye sehemu ya list ya mauzo, kwenye view sales list, ukibonyeza hapa utaweza kuona kabisa kwamba leo nimeuza soda ya Coca zilikuwa 10, hakuwa na discount yoyote, lakini pia nimepata faida ya 4380. Njia iliyotumika ilikuwa ni cash. Aliyeuza alikuwa ni admin, kwa sababu kwenye account ya admin. Kwa hiyo inakuwa ina taarifa zote. Lakini pia hata ukitaka kufilter mauzo, yani unataka uone mauzo tuseme ya kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5, kuna sehemu hapa ya kuweka tarehe ya kuanza mpaka tarehe ya kumaliza. Au ukitaka uone mauzo aliyoyauza, let's say mfanyakazi fulani, kwa mfano kwenye ofisi yako na wafanyakazi 4, unataka kuona mauzo aliyoyauza nani, unaweza kaweka. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana hapa kwenye sehemu ya mauzo. Kwa hiyo ndio sehemu muhimu pia. Lakini mfumo na sehemu nyingi sana. Sehemu nyingine ambayo tutazipitia sana, tutaonyesha tu inventory. Ni sehemu ya kuonyesha mzigo wako kabisa kwenye stock. Ukiingia hapo unaona kila kitu, kwamba bidhaa zina expire lini na ambazo zimebaki kwenye stock yako.
Okay, sehemu nyingine kuna sehemu ya product. Sasa hii sehemu ndo ambapo tunaweka product kwa mara ya kwanza kabisa. Ikitokea ndo unahitaji mfumo, tunakuja tunakufanyia stock taking, then tunaweka bidhaa zote kwenye mfumo. Kwa hiyo hii ndo sehemu ambapo watu tunaitumia sana kwa ajili ya kuweka mfumo. Lakini pia hata ukitaka kuedit bidhaa unakuja kuzieditia hapa. Kama unataka kubadilisha jina, labda unataka kubadilisha tuseme brand, unakuja kubadilishia huko. Kwa hiyo ndo sehemu ya product. Tunapita sehemu nyingine, sio lazima tupite ndani. Stock history, hii sehemu ya stock history inakusaidia kuonyesha kila kitu kilichokuwa kinaendelea wakati mtu anatumia mfumo. Kama aliuza, kama alifuta, kama alibadilisha kitu. Kwa hiyo utaweza kujua kila kitu, ni kama kamera ya mfumo yani. Inakuwa inakuonyesha kinachoendelea. Expiration hii inaonyesha bidhaa ambazo zinakaribia ku-expire. Kama kwenye duka lako una aina ya bidhaa ambazo zina nature ya ku-expire, utaweza kuona hapa. Low stock ni bidhaa ambazo zinakaribia kuisha. Kwa hiyo ukibonyeza tu hapa unaona kabisa kwamba kuna bidhaa zinafanyaje, zinakaribia kuisha. Stock transfer ni kama una tawi zaidi ya moja, unataka kuhamisha bidhaa kutoka tawi moja kwenda tawi nyingine. Kwa hiyo unatumia mfumo ili mfumo uweze kubalance quantity. Expense ni sema ambapo una rekodi gharama nyingine. Unajua kwenye biashara kuna gharama nyingine kama ile ya mlinzi, ile ya nani, ile ya uchafu. Kwa hiyo unavirekodi hapa ili baadaye mfumo ufanye hesabu. Profit and loss ni sehemu ya hesabu za faida na hasara. High and low demand, hii sehemu inakusaidia kuonyesha kwamba kuna bidhaa zinatoka sana kuliko nyingine. Customer suggestions, kama kuna mteja amekuja, ametoa maoni kwamba anahitaji bidhaa fulani na haukuwa nayo kwa wakati huo, unaweza kurekodi hapa ili baadaye sasa uweze kupitia kwenye mfumo kuona kwamba kuna mapendekezo ya wateja unayo inabidi yafanyie kazi. New purchase, hii pia ni sehemu muhimu. Hii ndio sehemu ambapo tunapokelea mzigo mpya. Kwa hiyo ukitaka kupokea mzigo, receive products, utapokea mzigo mpya, then kama wewe ni admin approve, lakini kama ni mfanyakazi wa kawaida itabidi mpaka wewe umpe ruhusa ya kuapprove huo mzigo ili uweze kuingia kwenye stock. Okay, lakini sehemu nyingine pia kwenye mfumo wetu ni sehemu ya damaged goods, kama kuna vitu vimeharibika, kuna sehemu ya debtors kama kuna watu na wadai, sehemu ya kugenerate orders ni sehemu ya kutengeneza order ya mzigo mpya sasa. Kwa hiyo ukiingia hapa mfumo unakuonyesha kwamba kuna bidhaa hizi ndio zinakaribia kuisha. Kwa hiyo unatengeneza order kwa urahisi kabisa. Users ni sehemu sasa ya watumiaji wa mfumo. Kwa kama wewe ni admin, unawarekodi wale watumiaji wapya wa mfumo na warekodi kwenye hii sehemu. Message ni sehemu ya kuchat kwenye mfumo kama mnataka kuchat. Lakini sehemu muhimu zaidi kwa admin ni permissions. Permissions kwa maana ya kwamba wewe admin unakuwa una uwezo wa kuwapa ruhusa wafanye vitu fulani kwenye mfumo, wasifanye vitu fulani. Kwa hiyo unaweza kaamua kabisa kwamba mimi wafanyakazi wangu nitawapa ruhusa ya kuuza tu, wasiweze kuona vitu vingine. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana ambayo inampa admin control. Kwa hiyo kwa ufupi hiyo ndo overview ya mfumo wetu. Una sehemu nyingi, lakini pia sehemu nyingi ni muhimu sana kwa ajili ya kurahisisha kuendesha biashara zako. Kwa hiyo karibu sana Automate kwa ajili ya mfumo huu ambao utakurahisishia sana kuendesha biashara. Ukihitaji namba za mawasiliano zitapita hapo chini ya screen. Asante sana.